umri wako umekwenda bwana, hebu pisha kidogo. Sasa pisha ende wapi? Yeye ndo kaanza kujenga msikiti kuanzia ulivyokuwa wa udongo, bati za madebe. Sasa hivi umekuwa msikiti wa gorofa. Unamwambia toka kaa pembeni, tunaingia sisi tuliotoka kusoma nje. Haiwezi kukuelewa Sheikh. Sasa ile ndo sehemu yake inaipatia riziki. Ndio maana maugomvi na nini yanajitokeza, kwa sababu ni source of income ambaye anaitegemea. Lakini kama kuna guarantee kwamba ukistaafu katika kipindi fulani, kaa somesha, andika vitabu, na kuna fedha zinatoka katika ukafu, katika bandi ya alwafa, utakuwa unapewa kila mwisho wa mwezi, wallahi hakuna mtu atangangania msikitini Sheikh. Kwa nini? Atakuja tu pale kwa ajili ya kutoa maelekezo. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria kuna umuhimu wa kuanzisha, sijajua package ya haya, lakini kuna umuhimu wa kuanzisha cash waqf au mfuko wa cash waqf ambao utaangalia wale watu ambao wametoa mchango mkubwa katika jamii na jinsi gani ya kuweza kuwafanya wamalize maisha yao ala aqal katika hali ambayo inaridhisha. Indirect cash waqf ni ile ambayo inatoka vile vile kwa watu binafsi, organization, inakwenda kwa haya. Fedha hizo tunazungumzia fedha, lakini haya inaona kwamba izitoe zile fedha izipeleke zote katika SACCOS. Nimezungumzia SACCOS kama ya Tampro hapa, ambayo inategemewa kwamba inakuwa ni mkombozi kwa umma. Ikishapokea haya yenyewe inaipeleka moja kwa moja kwenye account za Tampro kwa makubaliano maalum, kwamba tunawapa kama ni qard hasan, mtaitumia, wakopeshea waumini wanafanya biashara, alafu zitarudi baadaye tutazihitaji sisi. Lakini hapo unakuwa mzunguko wa fedha umezunguka katika taasisi za Kiislamu ambazo zote zinamhudumia Muislamu. Na ya mwisho kabisa ni cash waqf ya njia ya simu ya moja kwa moja, na alhamdulillah sasa hivi tuna Azam Halal Mpesa ambayo bila nadhani ya kwanza Afrika kwa jinsi walivyonieleza wenyewe. Yani sisi tumekuwa tuko mbele zaidi hata South Africa katika miamala ya kifedha ya kutumia njia za simu. Kwa hiyo ni fursa nzuri ya kukaa Hayatul Ulama wakazungumza mathalan na Azam katika kipengele hicho, wanaweza wakafaidika vipi katika masuala ya zile fedha kupitia simu za mkononi, kupitia message. Watu wa haya, wafuasi wao, wapenzi wao wanapewa namba maalum, labda 000 ngapi, ambaye anatakiwa atume message katika ile namba, anatuma message, kwa hiyo fedha zinaingia, sehemu zinakwenda Azam Pesa, sehemu kubwa inarudi kwa hiyo kama Tanzania nzima Waislamu watatuma message, fikiria ni mamilioni mangapi atakayoingia katika huduma hiyo, ambayo baadaye Azam anairudisha kwa haya na anabaki yeye na faida yake ya uendeshaji. Na ni fedha zinaingia kwa njia rahisi. Tunahamasishana kwamba tuma message kupitia namba fulani fulani. Message zote za Juma zile tunazotumiana na nini, zote zitakuwa zinatumia namba hiyo. Kwa hiyo ni njia ambazo baadhi ya nchi wamefanikiwa kiwango kikubwa sana kukusanya fedha kupitia simu za mkononi. Mwisho ndugu zangu wa Islam, kwa kumalizia hii mada ya cash waqf, wallahi tupo katika njia sahihi. Ukiangalia tulipotoka na hapa tulipo, huko tunapoelekea, kuna bishara nzuri sana za khairi. Katika masiku haya matukufu, kila mmoja kwa muda wake na wakati wake achukue muda wa kuombea dua taasisi hizi ambazo zinasimamia masuala haya ya fedha. Allah azipe tawfik, na hizi program vile vile Allah azipe tawfik. Ndugu zangu Waislamu, resources zipo nyingi. Dada zetu wamezungumza hapa kuhusiana Abla Khadija kama sikosei, amezungumzia kwamba wakfu nyingi zinazungumzwa za wanaume tu na vitu kama hivyo. Ni kweli, lakini wallahi ukisoma katika historia, watu waliokuwa mstari wa mbele katika masuala ya ukafu walikuwa ni wanawake. So wakfu ya kwanza kabisa iliyotolewa, maulama wanasema ni Masjid Quba. Masjid Quba ni ardhi ya mwanamke, ameitoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakfu ya kwanza, msimamiaji wa kwanza wa wakfu Hafsa binti Umar, nadhiri wa kwanza, mutawali wa kwanza, trust wa kwanza, mwanamke. Na ukiangalia katika historia, wakfu nyingi zimetolewa, walikuwa watu wanatoa wakfu mapambo yao na nini, wanawekeza katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tutoe wito kama Hayatul Ulama iwahusishe wanawake kwa kiwango kikubwa. Taasisi kama Uqaf Tanzania iwe na wataalamu na iwahusishe akina mama kwa kiwango kikubwa, kwa sababu wao ndio wengi kuliko sisi, wao ndio watoaji kuliko sisi, wao ndio wako committed kuliko sisi. Kwa hiyo tukiwaacha nyuma, sidhani kama mafanikio haya yanaweza yakafikiwa bila kupata sapoti na msukumo kutoka kwao. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.